ya Bible study na somo letu kama lilivyoandikwa mahali hapo, kuathiri nyanja zetu kwa taaluma au kwa kazi zetu. Sasa nitaenda kutoa ufafanuzi kidogo juu ya kichwa tu cha somo kabla tujaenda kusoma andiko kuu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na nitaomba dada Magi ujiandae. Nitaenda kutusomea andiko kuu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 mpaka ule wa 43. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kuathiri nyanja zetu kwa taaluma na kazi zetu, kwa baadhi ya maneno ambayo yanaweza kawa ni mageni ambayo yako mahali hapa, namba moja neno kuathiri, au nitumie tu neno athari, ambayo sasa ndiyo neno lenyewe kabisa halisi. Athari. Tunaposema athari, tunamaanisha matokeo ambayo yanaweza kupatikana kulingana na jambo ambalo linafanyika. Sasa matokeo haya, mara nyingi watu wakisikia neno athari, wana akili zao zinafikiria kwa habari ya yale matokeo ambayo yanakuwa ni asi, au matokeo ni negative, au matokeo mabaya. Lakini athari zinaweza zikawa ni chanya au zikawa asi. Bwana Yesu apewe sifa. Natumaini walimu wa Kiswahili tunakubaliana, si ndio bwana Majaliwa? Kwa hiyo athari maana yake inaweza zikawa ni chanya au asi. Inaweza kuwa ni matokeo ambayo ni positive au negative, au mazuri au mabaya. Sasa tunapozungumza nyanja, nani anafahamu maana ya nyanja? Atuambie. Ni Bible study. Bwana Yesu apewe sifa. Uzuri wa Bible study huwa ni kwamba lengo ni kwamba kila mmoja aparticipate, kila mmoja ashiriki, kila mmoja asome maandiko, kila mmoja achangie, kila mmoja ajibu maswali, kila mmoja afanye kile ambacho kinakuwa kinaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Huko kwenye Bible study hatuhubiri. Kwa hiyo naweza nikasimama mimi, ukasimama wewe, akasimama mwingine hivyo. Haleluya. Na nafahamu maana ya nyanja. Sylvester. Amina. Amina. Kufahamu neno nyanja. Hatua. Hatua. Yes. Anasema nyanja ni hatua. Mwingine, nyanja zetu au nyanja za maisha. Kuna watu wengine hii neno nyanja ukipeleka kwao, au sema kwetu, inamaanisha bahari au ziwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini neno la Kiswahili. Mwalimu Majaliwa unataka kutusaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hili neno tumezoea kutumia kwa Kiingereza sana. Kwa maana nyingine naweza nikasema, kwa wale ambao wanajua Kiingereza kidogo wanasema aspects. Ikiwa na maana kwamba, kwa mfano nikizungumzia kwa habari ya labda ni uchumi, nikizungumzia labda mambo ya kielimu, mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, hizo ndo nyanja. Yaani ni kama maeneo. Kwa mfano labda kuathiri maeneo yetu ya kimaisha, maeneo yetu ya kimaisha, au mfumo wetu wa kimaisha kwa taaluma na kwa taaluma zetu kulingana. Bwana sasa. Amina. Kwa kifupi naweza nikafafanua kwa namna hiyo. Amen. Tumpigie makofi mwalimu. Alivyoelezea mwalimu Majaliwa pale ndivyo ilivyo. Kwenye Kiingereza tunaweza tukatumia neno aspect au spheres. Nasema aspects of life au spheres of life au spheres of influence. Bwana Yesu apewe sifa. Nyanja. Kwa hiyo ni maeneo yale ambayo yanahusiana na maisha yako. Kwa mfano kama amesema maeneo ya kiuchumi, kwa mfano inaweza ikawa ni biashara, ndio, au inaweza ikawa ni familia. Ile familia yako, maana yake hiyo ndio tunasema ni nyanja yako ya maisha. Au ikiwa ni kazi ambayo unafanya, au pia kama ni elimu, kama ni mwanafunzi unasoma. Yesu apewe sifa. Kwa hiyo yale mambo yote ambayo yanahusiana na maisha yako, tukizungumzia uchumi kama alivyosema, tukazungumzia afya, tukazungumzia maisha mengine, maendeleo, au hata kwenye jamii pia kawaida, jamii ambayo inakuwa imetuzunguka. Kwa maana yake sasa tunaangalia kuathiri hayo maeneo yetu ya kazi, maeneo ya biashara, au maeneo ya masomo, na maeneo mengine ambayo tunakuwa hata kwenye familia zetu.
tunaangalia namna ya kuathiri hayo maeneo kwa kutumia taaluma tulizo nazo pamoja na kazi au taaluma na kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Twende kwenye neno taaluma. Maana tunaweza tukasoma tu kichwa cha somo alafu tukaendelea tu, lakini kumbe watu hawajui somo lenyewe kwa ujumla linamaanisha nini. Kwa hiyo tunapozungumzia taaluma zetu, maana yake ni zile professionals tunazo kuwa nazo. Tunaposema professionals, maana yake inamaanisha kama wewe ni daktari, kama wewe ni mwalimu. Sasa taaluma maana yake ni umesoma ukaweza kupata nini hiyo kitu ambacho tunaita taaluma. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ni mwalimu, ni daktari au ni mfanyabiashara, hiyo tunaita business professional. Kama ni mfanya biashara, ni muuguzi na vingine vingi vinavyofanana na hivyo, ni engineer, mhandisi, zote hizo tunasema ni nini? Ni taaluma. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alafu kazi, nafikiri wote tunafahamu kwa habari ya kazi, si ndio? Kwa hiyo tunaangalia sana namna tunataka tukazitumia hizo taaluma zetu ambazo Mungu ametupatia au kazi zetu kwa ajili ya kuleta matokeo kwenye jamii zetu, kuleta matokeo kwenye sehemu zetu za kazi, sehemu za biashara, au kuleta matokeo sehemu yoyote ile tunayo kuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Somo limeeleweka? Tumeelewa? Basi nimkaribishe dada Mage ataenda kutusomea andiko letu kuu, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari 36 mpaka wa 43. Naomba tulie tusikize kwa makini, kwa maana pia maswali yetu yatatokea mahali pale. Karibu. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 36 inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti akaomba. Kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabita, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomuona Petro akajiinua akaketi. Akampa mkono, akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, wakamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Basi Petro akakaa siku kadhaa wakaza huko Yafa, nyumbani mwa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi. Amina. Tumpigie makofi dada yetu, amesoma vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ni darasa kabisa. Kwa hiyo tushiriki, hata usipoongea basi fanya kupiga makofi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumesikiliza hii habari. Ni kama story, tuelezea jambo ambalo lilitokea wakati huo. Sasa na kwa sababu tumesikiliza, nimesema tusikilize, nataka hata watu wawili atuambie umesikia nini kwenye hii habari, yaani nini kilitokea au nini kilikuwa kinaendelea. Kadisikia, karibu. Amen. Hapa nilichoelewa ni kwamba wakati tukifanya kila tendo chema tunalofanya kwa Mungu hapa duniani inaleta utukufu kwa nani? Kwa Mungu, na inaleta kumtukuza kwake. Angalia hapa Dorcas, mauti ilipomkuta wale wajane na watakatifu walifikia yale mambo aliyokuwa anawatendea mazuri, yale ambao alikuwa anawapimia nguo. Sasa kawaza nani atakayetumia hizo nguo, wakawa na maumivu moyoni. Baada ya kwamba Petro yuko katika mji wa Yafa, ikabidi wamfuate. Wakambilia kama tutaishije bila Dorcas. Lakini pia pale inaeleza swala la imani. Waambia kwamba imani ni baada ya mambo yatarajiwayo.
Baada ya kuona Petro akaamini kwamba haiwezekani mtu akapiga goti akaomba Mungu akamrudishia uhai. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba tende mambo mema tukiamini kwamba yana malipo baadaye. Dorcas alirudishiwa uhai wake kwa sababu ya nini? Ya mambo ya kufanya matendo ambayo alikuwa anagusa moyo wa Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kwa nini watu tunafanya hivi? Kwa sababu kwa mfano kama ingelikuwa ni mahubiri, Maga hapa amesoma amemaliza afu na mhubiri angefanya nini? Angeendelea. Au kuna mtu hapa ambaye hajajua hata kitabu gani kimesoma, kuna mtu ambaye hajajua ni habari gani inafanya nini? Inazungumziwa. Kwa hiyo ndio mwanzo ukakutana na mtu huko mtaani anasikiaga tu habari, mhubiri hapa anahubiri tu kitu fulani. Anataka tu yale maneno ambayo anahubiri hapa anazungumza, sijui Musa alifanya nini au nani alifanya nini, lakini haelewi jambo zima lilikuaje au lilitokeaje au lilifanyikaje. Bwana Yesu apewe sifa. Kama jana hivi kuna dada mmoja alinitafuta akanitumia andiko, ilikuwa ni Hesabu sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Niambia mchungaji, sielewi, naomba unielezee na maanisha nini. Nikamwambia asome tena, akasoma. Nikamuuliza, wewe ukisoma tu ni kitu gani unapata? Akaanza kuniambia, afu nikaanza kumueleza. Baadaye akaanza kuniambia, sasa kuna ile habari ambayo inasema Musa aliambiwa apige mara moja, yeye akapiga mara mbili. Kwa nini alipiga mara mbili? Sasa mimi nikamwambia itafute kwanza hiyo habari, isome, alafu niambie, alafu ndio nije nikujibu hilo swali. Kwa hiyo ni yale tu ambayo unasikiliza kwa mhubiri anahubiri, na wengine wanazungumza, na wengine wanazungumza comments ambazo ni za kwao, sio kile ambacho kimeandikwa wapi kwenye Biblia. Au wanazungumza maelezo tu tofauti na kile ambacho kiko pale. Lakini ukienda kusoma pale wewe mwenyewe ukapata kusikia au ukasikiliza vizuri, utaweza kuelewa nini ambacho kinazungumza na Biblia inasema nini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia sio mapambo tu. Biblia haisomi tu na wachungaji, sio na watu gani, hapana. Biblia ni ya kila mmoja ambaye ana safari ya kwenda mbinguni. Huu ndio mwongozo wetu. Sasa nataka tuende kwenye mstari wetu wa kukumbuka, ambapo ni ile Wakolosai sura ya 3 na ule mstari wa 17. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 17, unaweza kutuwekea mahali pale. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba kwa kuna huyu mwanamke mmoja ambaye alikuwa na jina moja Tabitha, lakini tafsiri yake ni Dorcas. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema kwamba katika ile jamii aliyokuwepo, tukichukulia kama Yumbu hapa, huyu mwanamke yeye hakuwa na kazi kubwa sana, au tuseme labda hakuwa na elimu kubwa sana, au hakuwa kwamba ni maarufu kiivo au labda kiongozi, lakini tunachokiona kwamba alikuwa akishona. Bwana Yesu apewe sifa. Kazi yake ilikuwa ni ya kushona nguo, lakini haikuishia tu hapo. Kazi yake ilikuwa inaambatana na matendo mema kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ilitokea ikafika huyu akafa. Kama kawaida ambavyo watu wengine wanaweza kufanya nini? Wakafa, au kama vile ambavyo wote tutakufa. Lakini kwa sasa zile athari ambazo alizifanya kwenye jamii yake, hawa watu wakaona kwamba kuna pengo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana asubuhi leo pia tutaenda kuomba kwamba Mungu akatupe upekee kwenye vitu tunavyovifanya. Au kama hatufanye, basi Mungu akatupe vitu ambavyo ni vya kipekee, kiasi kwamba hata baadaye usipokuwepo watu waone ile pengo lako. Bwana Yesu apewe sifa. Watu waone kabisa ni ule umuhimu wako. Kuna mtu mwingine asipokuwepo mahali, aidha kwenye familia au mtu mtaani, sehemu yoyote tu, kama ni sehemu ya kazi au hata darasani huko, watu hawezi kunotice kwamba fulani hayupo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hata kama ni tuseme kama ni shuleni huko, hata kama loko ikipita kuna ile kwamba wewe unapitaga yani ya moja kwa moja, ukiangalia tu hivi wanajua watu wote wapo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unakuta yupo huyu mtu mmoja au wawili ambaye asipokuwepo tu, yani kila mtu anajua kwamba fulani hayupo. Bwana Yesu apewe sifa. Yani usipokuwepo, maana yake uwepo wako unatarajia kwamba kuna kitu tu kitatokea, au watu wanatarajia kuna kitu watakipokea kutokana na uwepo wako. Lakini usipokuwepo, kuna watu wengine ambao hamna chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa asubuhi leo nataka pia tutaenda kuomba Mungu kwamba atupe upekee kwenye vitu ambavyo tunavifanya. Inawezekana unafanya biashara, hata kwenye masomo unayosoma, kwenye sehemu yoyote ile, kama tulivyosema kwenye nyanja zote za maisha, Mungu atupe upekee. Kama mambo yote ambayo tutayafanya yatakuwa ni ya kipekee. Bwana Yesu apewe sifa.
yatakuwa ni ya kipekee tofauti na watu wengine. Hata kama kwamba utakuwa unafanya biashara sawa na mwingine anaofanya, lakini ya kwako iwe ni ya kipekee kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo alipokufa sasa, wale watu wanafunzi wa mji ule ikabidi wamuite Petro na wamwambie, wamueleze habari zake. Kwa hiyo unaona kwamba yani ile mseme ule namna ambavyo alikuwa amejitengeneza Dorcas, ambapo alikuwa amejitengenezea kwenye ile jamii, kiasi kwamba watu wanaona kwamba bado anaendelea kuhitajika. Kwa hiyo Petro alipomwombea na yule dada akafufuka tena. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka tukasome andiko letu, mstari wa kukumbuka. Unaweza ukashika Biblia yako, Wakolosai sura ya 3 mstari wa 7. Kama una Biblia unaweza ukaangalia hapa mbele, na kama una zote unaweza ukasikiliza tukafuatana. Bwana Yesu apewe sifa. Nitahesabu mpaka 3 afu tunaenda kusoma wote kwa pamoja. 1 2 3. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Tarudia tena. 1 2 3. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado sijasikia sauti za watu ambao wana uhai. Tunaweza kurudia tena kwa mara nyingine. Kumbuka wakati tunasoma hivi hakikisha kwamba yanakaa wapi? Kichwani, kwa sababu ni mstari wa kukumbuka. Baada ya hapo nitainua watu wawili wasome kutoka vichwa vyao. Haya, 1 2 3. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Limekaa. Haya, tunarudia tena kwa mara ya mwisho. Ni watu wazuri hapo, msikilize, tutawaita kuja kusema mmesikia nini. Tunarudia kwa mara ya mwisho. 1 2 3. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ili kwamba leo utakapotoka mahali hapa usitoke mtupu, yaani neno la Mungu liendelee kuzungumza ndani yako. Amen. Mtumishi naomba utuzimie hapa. Hapo tutaanza na tuambie kutoka kichwani. Yesu asifiwe. Amina. Neno la kukumbuka linasema Dada Eliza atakuwa mwisho. Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, mfanye. Kwa kumuongezea neno moja hapo linalofuatia. Fanyeni yote katika Bwana Yesu, mkimshukuru Bwana Mungu kwa yeye. Okay, mkosea kidogo lakini tupigie makofi. Amen. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Bwana Mungu kwa yeye. Mkosea kidogo lakini tupigie makofi. Mkosea neno moja tu. Haya, of course hii ni sentence kabisa mzima, sentence moja. Sasa unaona hapa kwamba na kila mfanyalo. Kwa hiyo hapa kuna maelekezo ya au maagizo kwamba lolote unalo lifanya. Sasa hapa tu ni ufafanuzi kwamba ikiwa ni kwa neno, maana yake ikiwa ni maneno ambayo tunayazungumza kutoka kwenye vinywa vyetu, au ikiwa ni matendo ambayo tunafanya nini? Tunayatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza, kwamba tunaelekeza kwa habari ya maneno tunayoyazungumza na tunaelekezwa kwa habari ya matendo tunayofanya nini? Tunayoyatenda. Hata sehemu ya pili nasema hivi, yote hayo ikiwa ni maneno, ikiwa ni matendo, tuyafanye yote katika jina la Bwana Yesu. Hiyo ni sehemu ya pili, kwamba yote tutakayoyazungumza, maneno ya vinywa vyetu, yote tutakayoyatenda, matendo, tuyafanye katika jina la Bwana Yesu. Maana ile siku kwenye mkesha hapa nilikuwa nawaambia watu kwamba kabla hujazungumza, kabla hujatenda neno lolote,
Yaani jiulize au iulize nafsi yako kwamba Yesu angefanya nini? Haleluya. Yaani jiulize kwamba Yesu angefanya nini. Kwa msingi wake upo katika neno hili kwamba lolote unalolifanya lifanye katika jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo kabla hujazungumza, kabla hujatenda, hujafanya, hakikisha kwamba unalifanya katika jina la nani? La Bwana Yesu. Kwa maana yake hii itakupa mwongozo kwamba je, hili unataka kulifanya Yesu analikubali? Bwana Yesu apewe sifa. Yesu analikubali au Yesu analipenda? Linampendeza Yesu? Bwana Yesu apewe sifa. Sehemu ya 3 wanasema hivi, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa hiyo mnayafanya yote au tunayafanya yote katika jina la Bwana Yesu, lakini pia tukimshukuru Mungu Baba kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sana kuelewa nini? Maandiko na kuyasoma na kuyashika. Amen. Sasa nataka tukasome utangulizi wetu. Samuel tusaidie kusoma. Nitasoma. Kuishi kwa imani yetu katika nyanja za umma si tu kuhusu kuhubiri Injili, bali kutumia ujuzi wetu, wito na maarifa kuathiri jamii kwa ajili ya Kristo. Hili linaweza kufanywa kwa bidii, fadhili na nia ya dhati ya kuboresha ubinadamu. Matendo haya yanamwasilisha Bwana wetu kwa umma kwa njia zinazowavuta wengi kwa Kristo. Leo tutajadili jinsi Dorcas alitumia ujuzi wa wito wake kuathiri jumuiya yake kwa ajili ya Kristo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Huo ndio utangulizi wa somo letu kwamba kuishi kwa imani yetu katika nyanja ya umma si tu kuhusu kuhubiri Injili, bali pia kutumia ujuzi wetu, wito wetu na maarifa kuathiri jamii kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo usifikiri kwamba tunazungumza kuleta matokeo, kuleta athari kupitia taaluma au kazi, sio mpaka usimame na uanze kuhubiri. Sio mpaka usimame na uanze kupiga Injili au kila watu wanaokuja wanaokutana nao, hapana. Kuna namna ambazo unaweza ukazitumia kulingana na kile kitu ambacho ulicho nacho. Ndio maana tunaangalia mfano wa Dorcas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wakati huu tutaenda kwenye maswali ya majadiliano, na swali la kwanza linasema nini ulikuwa ushuhuda juu ya Dorcas? Kwamba Dorcas alikuwa na ushuhuda gani? Mstari ule wa 36. Mstari wa 36. Tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yaani mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatuambia kwa habari ya mwanamke mmoja ambaye anaitwa Tabita, na alikuwa hiyo sehemu inaitwa Yafa. Na sifa yake kuu, alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizokuwa anafanya nini? Anazitoa. Kwa swali linauliza nini ulikuwa ushuhuda juu ya Dorcas? Nini ulikuwa ushuhuda juu ya Dorcas? Kaka Sylvester. Ushuhuda ambao alikuwa na Dorcas kwamba alikuwa mtu mwema, ambaye alikuwa na huruma, alikuwa anasaidia watu, lakini pia alikuwa amejaa matendo mema na sadaka ambazo alikuwa anazitoa kwenye huduma. Amina. Tumpigie makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ukiangalia jinsi ambavyo Biblia inamuelezea kwamba alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Sasa matendo mema ni kweli kwamba watu katika jamii wakayaona, au kila mmoja zakawa ni shuhuda juu ya hilo. Kwa bali ya sadaka alizozitoa, hii akasema sio tu kwamba sadaka hizo kwa akienda kuzitoa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni sadaka ambazo alikuwa anazitoa kwenye jamii, kama alivyotuambia pale kaka kwamba alikuwa akiwasaidia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nataka tuangalie kazi aliyokuwa akifanya Dorcas na sifa zake au shuhuda aliyokuwa nao. Kwa kawaida tu
Okay, yamkini labda sehemu aliyokuwa kwa kuna watu labda matajiri au walikuwa wanawafanyia kazi watu wenye hela na nini, lakini ukiangalia kazi aliyokuwa anaifanya ni watu wachache sana ambao watakuwa wana moyo kama huu wa kuwa na matendo mema, lakini moyo wa kutoa sadaka au kuwasaidia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa maana mtu anafikiria kwamba yeye aweze kuwasaidia watu ni mpaka labda awe tajiri, mpaka awe ni mfanyakazi wa serikali, au mpaka awe na gari. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani mpaka awe anamiliki nyumba ndio anafikiri kwamba anaweza kufanya nini? Kuwasaidia watu. Lakini kazi ya Dorcas sidhani kama inamweka kwenye nafasi zote hizi ambazo watu wanaweza kuwa wanafikiria. Lakini bado na hiyo kazi yake aliweza kufanya matendo mema katika jamii yake na kutoa sadaka nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Swali la pili. Kwa nini wanafunzi walituma watu kumuita Petro? Mstari wa 37 na 38. Naomba tuwekee mahali pale. Tunasoma wote kwa pamoja. Tusikilize 1, 2, 3. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa swali linauliza hivi, kwa nini wanafunzi walituma watu kumuita Petro? Kwa nini wanafunzi walituma watu kumuita Petro? Dada Sara, karibu tusaidie. Yesu asifiwe. Amen. Walienda kumuita Petro kwa sababu waliamini Petro anao uwezo wa kuweza kumfufua mpendwa wao. Waliamini Petro anao uwezo wa kumfufua mpendwa wao. Mungu akubariki kaka Josia. Amen. Naamini wao waliweza kumwita Petro kwa sababu waliamini Petro kwa mtumishi wa Mungu. Hivyo walifikiria kwamba ana uwezo wa kufanya chochote, mradi tu Dorcas arudi kwa haya. Ndio maana walivyomwosha hawakuchukua maamuzi ya kwenda kumhifadhi kwa maana ya kumzika. Walimweka sehemu safi, wakiamini kwamba Petro akija anaweza kufanya lolote. Amina. Mungu akubariki. Mstoni pia karibu. Yesu asifiwe. Amina. Kwanza chanzo cha yote ilikuwa ni kama tulivyoona kwenye swali la kwanza kwamba Dorcas alikuwa ni mtu wa matendo mema kwa jamii na alikuwa akiwasaidia sana. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa msukumo wa kwanza wa watu hadi kutafuta suluhisho baada ya kuwa yeye alipoteza maisha, maana kuna wengi walikuwa wanapoteza maisha katika jamii zile. Lakini kwa nini Dorcas watu hadi wakaanza kufikiria kumtafuta mtumishi wa Mungu ili aweze kumwombea labda apone? Ilikuwa chanzo ni matendo mema, na kitu kingine ni imani yao kwamba Petro akija, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, atamwombea Dorcas, atarudi kuwa mzima ili aweze kuendelea kuwasaidia watu wa jamii yake kama alivyokuwa akiwasaidia alipokuwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ya, yote ni majibu. Hapa unaweza kupata sababu pia mojawapo kwamba kwa nini walimuita Petro. Kwamba kwa kuwa mji wa Lida alipokuwa Petro ulikuwa ni karibu na Yafa. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa wamesikia kwamba Petro yupo kule sasa. Wakatuma watu wawili kwake ili kumsihi afanye nini? Wanaambia kwamba usikawie kuja kwetu. Sasa na hapa hatujui kwamba alitumia siku ngapi njiani. Na ukichukulia enze kama ile mfano wa Yesu na Lazaro. Japokuwa Yesu aliitwa tangu Lazaro bado anaumwa. Lakini akaja wakati Lazaro ameshafanya nini? Ameshakufa. Sasa Biblia inasema ilikuwa karibu. Unaweza kukuta labda ni Dar es Salaam na wapi? Na Dodoma.
Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sasa ukisoma pale ule mstari wa nyuma tunaona kwamba walikuwa wameshamuosha. Yamkini ilikuwa tayari ni process za kufanya nini? Za kumzika. Kwa hiyo wamemwita Petro kama mtumishi wa Mungu aje afanye nini? Aongoze ibada ya mazishi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe.